mchungaji, bado hujajiandaa mpaka saa hizi? Mama, bado. Baba. Mama. Samahani, jana sikuweza kukwambia. Mama mchungaji ya kuondoka, alivamiwa na wauni wakamnyang'anya kila kitu. Kwa hiyo alirudi akalala hapa. Pole sana. Aya, kajiandae basi. Yani mkikuru yunamwe wakuyo harikura kila shikoresho ndeta lyakora biratapana kimpani. Mama mchungaji. Abe mama. Unasemaje? Nilikuwa nasema nimesahau kujiandaa mama. Bwana Yesu asifiwe, mke wangu. Amina baba. Mbona umenisurprise? Hujanipa hata taarifa kama unakuja. Nimeona leo nifanyie surprise, ndio maana sikupatia taarifa ya ujio wangu. Vipi lakini kila kitu kiko sawa eh? Huko ni kwema, mimi niko sawa, hata nilikotoka pia kuna usalama. Mwana mke wangu, tokea umeondoka nimekuwa na maisha magumu sana. Yaani kila kitu nilikuwa nafanya mwenyewe. Nipike, niwe busy na masuala ya ibada, nilime kama hivi ambavyo unaona, nifanye usafi. I say, nimekuwa na maisha magumu sana. Kwa kweli kwa hilo mke wangu, nini shida tena? Si nilikuuliza ukasema uko sawa? niko sawa. Emleta begi kwanza. Pole. Nyanyuka basi twende ndani. Unakosea sana Kaniki. Nakosea nini tena mimi? Siku zako za kuingia humo ndani kushiriki tendo unazijua. Lakini tangia mke wako amerudi, hizo siku zinapita tu. Na hatimaye unaniacha nilale mimi peke yangu. Wewe huoni kama unakosea? Tatizo nikiwa natoka kule ndani usiku na kumwacha mke wangu peke yake, inaweza kaniletea shida. Kwa sababu hata mwanzo ugomvi wa mimi na mke wangu ulikuwa ni vivi kumwacha peke yake usiku. Kwa najaribu tu hapa katika kuweka sawa mazingira ni mali nisirudie makosa. Kwa hiyo sitaki tu kumwacha tena mke wangu, maana nampenda sana. Mambo ya mke wako na wewe hayanihusu Kaniki. Nachotaka ni tendo. Na nataka hiki kitu kisijirudie tena. Maana kikijirudia nitajua cha kufanya. Tena? Sasa mbona unanitia pressure kila wakati? Unanitia pressure kila wakati? Unanitisha sasa? Unanitisha? Mbona sikia na amani mimi? Utanifanya nini sasa? Sema utanifanya nini? Sipendi kufokewa. Na nadhani unalijua hilo. Odi wenyewe. Mama. Baba. Bwana Yesu asifiwe. Amina, za siku nyingi. Salama, heshima yako. Maraba. Kumbe umerudi? Nimerudi na mkeo, nilimsindikiza.
Lakini sasa nilipotaka kumleta huku akasema hapana mama, wewe endelea na shughuli zako, mimi nitafika nyumbani mwenyewe. Sasa nilikuwa naenda kwa mama Joni, nikaona nipitie nimsalimie baba mchungaji wangu. Oh, kumbe umerudi naye? Vipi? Nilisikia sauti ya mama, kwa nikataka nihakikishe kama ni yeye kweli. Mama. Baba, nimerudi naye. Nimerudi naye, lakini hata hivyo na siku kama 3 au 4 narudi tena mjini. Kwa sababu huku nimekuja kutafuta binti aliyetulia, mwenye heshima ili mwanangu aweze kumuoa. Klamu anataka kuoa? Lakini anataka mwanamke mwenye kuijua dini. Sasa na mimi nataka niende kwanza kwa mama Joni niongee naye kuhusu binti yake Eliza, ili tujue hili jambo litakuwaje. Unajua hilo ni jambo la busara sana. Na kwa umri wa Klamu, kama amefikia stage mwenyewe anataka kuoa, basi ni jambo la kumpendeza Bwana. Amina baba. Sasa basi mimi niwaache. Fike salama. Haya baba. Mam, shida nini? Mtoe mshenzi nani? Mshenzi gani unamzungumzia? Nimekwambia mtoe mshenzi mwenzio humo ndani. Mume wake karudi na anagonga kengele. Kama utaki, basi mkija kufumwa mtajua wenyewe. Mama, habari yako? Nzuri, habari za kazi? Salama. Nimebonyeza kengele muda mrefu. Chi yuko wapi? Yeye yuko juu amelala. Si unajua mke wako na ile hali yake. Muda wote anapenda kulala. Sawa basi ngoja nikamwone. Haya sawa. iPhone. Kaka, hii si hapo kaka hii. Oya, hivi unajua ndugu yangu wewe unajua unaga tabia vya wizi. Hii simu unatoa wapi kaka? Umpata wapi? Nilichogundua hapa mjini maisha ni marahisi sana. Lakini ishi uwe na michongo tu mdogo wangu. Kaka, michongo gani kaka tunamiliki sisi hii iPhone ndugu yangu? Hasi ndo mambo ya kupiga picha nini kujisnap hivi kuenjoy. Oya, iPhone macho matatu. Apple. Nimekuletea chakula. Ukimaliza kupiga ndinga zako utakula. Unajua wewe unazingua. Sisi tunaongelea kuhusu iPhone. Unajua hii simu wanamiliki watu wenye pesa hii kaka. Hizi iPhone kabisa macho matatu. Unanishangaza. Kani imekwaje kwaje? Emret. Chakula kile pale. Kama utakula, kama utokula utajua mwenyewe. Hi. Tajiri. I'm sorry. Nilifika salama lakini sasa nilikuwa naongea na mdogo wangu kwa sikupata muda wa kukuambia. Pia asante sana tajiri yangu kwa hii simu ase. Sikutegemei zawadi. Asante jamani, naheshimika huko mtaani tajiri yangu ya iPhone. Kila mtu anasema, imekuwaje? Okay, ngoja kidogo tutaongea vizuri, ngoja nitoke.
iPhone nimefika. Hapa kuna tatizo hapa. Ni nini kile umefanya? Kumbe ni mpumbavu kiasi hicho. Hivi muda ule alivyorudi angesema apitilize moja kwa moja ndani. Hujafumaniwa? Sura yangu ningeiweka wapi mimi? Mbona unataka kunitia aibu mwanangu? Mama, ni kwa sababu haunipi muda wa kunisikiliza. Na hata kama ukinipa muda wa kunisikiliza, haunipi muda wa kunielewa. Kama ungenielewa mama yangu, sidhani kama ungenilaumu. Mimi sio kama nakulaumu, isipokuwa mwanangu, nakuonea huruma wewe katika ndoa yako. Hayo unayoyafanya wewe yalishapita hapo awali na yamefanyika sana, na ndio maana mimi napata uchungu kukupambania wewe katika ndoa yako mwanangu. Sasa katika kifo cha Kiulizo, mhusika mkuu nitakuwa mimi. Unashangaa nini? Wewe ni nani? Na kwa nini uko humu? Mimi ni nyoka, sio kiumbe cha kawaida. Na wewe nilikuwa nakusubiri kwa muda mrefu. Hapana. Hapana. Habari za huko? Za huko tunamshukuru Mungu, hatujambo. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Ujambo. Jana nimekuja nyumbani kwako sijafukuta. Nikajaribu kupiga simu yako pia nayo haipatikani. Shida ni nini mzee mwenzaro? Simu langu limeingia maji. Na jana pia nilikuwa shamba. Si unajua maisha yetu ndugu yangu. Basi kama Mungu tu kanieleza niende shamba na kweli nimekuja nimekukuta. Vipi? Kuna jipya? Hapana. Jipya hakuna. Ila kuna habari sijui zitakuwa njema, sijui zitakuwa mbaya. Kwa kweli sielewi. Kwa nini uelewe? Nia ndo yenye kuzijua habari hizi kuwa ni mbaya au ni nzuri. Habari gani hizo? Ni kuhusu Eliza. Binti yetu? Ndiyo. Eliza amefanya nini tena? Bwana Klamu anataka na jufu moja ameniachia mimi mama yake, nimtafutie mwanamke mwenye maadili na mwenye kuijua dini. Na mimi binti niliyofikiria kwenye kichwa changu kwa kweli ni Eliza. Kutokana na Eliza anaijua dini na jinsi anavyoimba na kusifu nyimbo za Bwana, kwa kweli anastahili kuwa mpendwa. Haleluya.
kwanza nimekusikia, lakini niache nizungumze na binti yangu, na yeye atakuwa na mawazo yake binafsi. Jibu atakalonipa nitakujulisha. Sawa basi, haina shida. Haya, kila la heri. Hivyo na akili kweli wewe? Umemsikia mamako akiongea kwa mdomo wake ataniua. Sasa nataka niondoke na nizuia. Unajiona uko sahihi? Au niangalie mimi? Hivi Kiulizo, kwa nini unapenda kujiangalia wewe tu? Vipi kuhusu mimi? Unadhani ukiondoka mimi nitakumisi? Kwa nini kuambia Kiulizo? Mama Ali ni maneno tu alikuwa anaongea. Alishaua wangapi huko kwa wa pili? Siri ni hasira tu. Alafu ngoja nikwambie Kiulizo. Mimi nitahakikisha hapa mama anaondoka. Lakini wewe unabaki. Wewe ndo furaha yangu. Ukiondoka mimi nitaishije hapa? Hebu nionee hata huruma basi. Nisikilize babao. Hebu angalia mwanao. Mwanao anahitaji uwepo wako. Anahitaji akuone. Ukiongea hivyo mimi najisikia vibaya. Potelea pote, acha nibaki basi nione kitanikuta nini. Wewe umeamua. Shemeji, naona unaenda kazini. Yes, naelekea kazini. Kazi njema shemeji. Sawa, nawe baki salama. Hamisi. Wewe vipi mzee? Mbona unalala mpaka sasa hivi ndugu yangu? Hebu amka basi tukafanye kazi. Mwanangu wewe nenda tu, mimi usiende. Sasa uendi kivipi? Hivi unajua mwezi ambao unakuja tunatakiwa tulipe kodi? Sikia mwanangu Chenjeo. Sio kwamba siendi tu. Hiyo kazi mwenyewe mimi naacha. Hautaki kazi, hiyo pesa unatoa wapi? Unajua nimekaa nimeskuti. Hata wewe Chenjeo, hiyo kazi inabidi uiache. Kuna biashara naifuatilia hivi ambayo itakidhi mahitaji yetu, alafu pia itakuwa na hadhi. Na sio hizo biashara tunahangaika huko mastendi. Jana umerudi na iPhone. Hizo pesa unatoa wapi? Kingine unapigiwa simu hapa nasikia tajiri. Oya, wewe una tajiri gani hapa mjini? Tatizo lako Chenjeo, unapiga sana ngenga. Nimekuambia tulia, mimi kuna mchongo na ufosi. Ukishatiki, bado tunaishi vizuri. Au ushazoea kukaa kama stendi huko. Oya, asije kuwa tajiri Tony. Hivi unajisikia mwanangu unachoongea? Yaani katika siku umezingua leo mwanangu. Mimi siwezi kufanya hizo issue. Yule jamaa Vilasta unaona mimi nitakubali mambo anayotaka. Mimi nimekaa nimefikiria, akili yangu imefunguka. Najua nini nakifanya. Kwa hiyo nahisi mimi niko hivyo, si? Oya, mimi nimeongea tu kwa sababu unanichanganya. Mimi naona vitu vinabadilika ghafla. Kuna muda unatoka unaongea nje nasikia tajiri. Mara kuna muda unakuja hapa na vizawadi, mara si unakuja na maua, mara ndo hizo simu ambazo si macho matatu. Oya, mimi unanichanganya ndugu yangu. Mimi najua labda ni Tony. Yaani katika siku nimekumind leo. I'm the man. Najua ninachokifanya. I have a midua brangata bro. Sijui unanielewa? Wewe vipi mwanangu Chenjeo, unataka kuniharibia siku? God damn it. Sikutaka kumjibu pale nionekane na kiherehere. Bado sijajua binti yangu kama uko tayari kuingia kwenye ndoa. Sasa sijajua tunampa majibu gani. Mama, Mungu ndiye ajue kesho yangu. Mhubiri 4:9 mstari unasema, afadhali ya kuwa wawili kuliko mmoja, kwa maana watapata ijara yao njema kwa kazi yao. Kabla ya yote mimi ningeomba kwanza kukutanishwa na huyo kama, ili niweze kufanya mazungumzo naye, nimjue ni mtu aina gani. Unajua mimi binti yako, mwili wangu wote umetawaliwa na damu ya Yesu.
hivyo natamani hata atakayekuja kunioa naye hao ametawaliwa na damu ya Yesu. Ni kweli kabisa mwanangu, lakini na imani kila kitu kitaenda vizuri. Mimi sidhani kama jambo hili ni jema unaotaka kwenda kulifanya, kwa sababu kuna dalili zote ambazo zinaonesha kuwa jambo hili litaenda kukukosti. Sasa nitafanya nini? Na tayari mama yangu ameshaamua. Na siwezi kumpinga mama yangu mimi. Kama umeshafanya maamuzi, umeniita hapa ili iweje? Maamuzi gani niliyofanya? Maamuzi ya kutokumpinga mama yako, Clam. Why are you looking like you don't understand what I'm talking about? Nisikilize basi. Mimi nimekuita hapa, nahitaji tuweze kujadili. Nahitaji uweze kunipa ushauri wako, ili akili yangu kidogo iweze kuchanganua zaidi. Sasa unaponiambia nimefanya maamuzi gani? Ningefanya maamuzi ningekuita mimi hapa. I'm very sorry, Clam. I can't do that. But mbaya sana, mimi huwa sitoi ushauri ili uweze kujadiliwa. Ushauri wangu mimi ni kama sheria. Pindi ninapompa mtu ushauri ni lazima kuufuata. Clam, zingatia neno ni lazima mtu kuufuata. Unajua kwa nini? Kwa sababu natumia akili yangu nyingi sana. Natumia muda wangu wa kutosha. Wakati mwingine huenda mbali zaidi kufikiri kwa ajili ya mtu mwingine. Hivyo sina muda mchafu wa kuendelea kukaa na kudiscuss vitu ambavyo unajua haviwezekani. You can't understand it, Clam, because you're already choosing to understanding your mother. We will still have this conversation another time. Lakini hakukuwa na haja wewe kuto kunipa ushauri mimi, kwa sababu huyu jamaa yuko sawa huyu. Na ningejua bora nisingemuita hapa. Watu wengine wao kwenye chama wanakuwa kama hawana akili timamu. Eti ushauri wangu ni lazima kufuata. Wewe nani sasa wewe? Yaani wewe nani lazima ushauri wako ufuatwe? Unajua hii ni Sinza. Na Sinza ina mambo mengi sana. Kwa hiyo unapaswa ujue mdogo wako yuko wapi. Alisema anaenda kupanga. Sawa, amesema anaenda kupanga. Lakini wewe hauna uhakika juu ya hilo. Na kama ameenda kupanga, pesa ametoa wapi? Ila ni kweli. Maana imekuwa ghafla. Chenjeu, unajua huu mji una watu wa hovyo sana na ni washenzi. Watu hao wapo kwa ajili ya kuharibu vijana wenye tamaa. Na vijana wengi wanapotoka mikoani huwa wanahisi watakuja kufanikiwa haraka sana wakifika Dar es Salaam. Pale mambo yanapoenda tofauti na mafikirio yao na uhalisia, sasa hapo ndipo wanapokutana na hao watu washenzi. Unajua wanawaambia nini? Wanawaambia mimi nitakupa kitu lakini na wewe unipe kitu. Chenjeu, chunga sana ndugu yako asiwe miongoni mwa hao vijana wenye tamaa. Hapana. Ndugu yangu hawezi kuwa miongoni mwao. Unajua Chipa, kwa sasa akili yangu iko sawa. Kwa nini? Nahisi mume wako amejua kitu. Unajua wakati tunaongea mchana, ile natoka tu pale nimekutana naye mlangoni. Na alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa anasikiliza maongezi yetu. Sasa yani sielewi, amesikiliza? Sielewi kwa kweli. Sio kweli. Yaani asikia alafu anyamaze? Wewe utakuwa unajipa mawazo ya bure tu. Mbona unawaza hivyo? Wewe kwako unaona safi tu, au sio? Vipi kama amejua mimi na wewe tuna mahusiano? Hawezi.
Sijakuona muda mrefu sana hapa kijijini kwetu. Nilipewa taarifa kwamba umehamia mjini, na baada ya kuzipata hizi taarifa zako niliona ni vyema tuweze kuzungumza. Ni kweli mama yangu aliponieleza kuhusu wewe sikuweza kumpinga hata kidogo, kwa sababu nakujua ni binti mstaarabu, lakini pia unajiheshimu. Zaburi 23 mstari wa 1 unasema, Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na ndio maana nimekuwa mwanamke tofauti sana hapa kijijini. Na imani yako ya Mwenyezi Mungu ndio inanifanya nikupende zaidi. Wewe ni tofauti. Sawa, nimekuelewa na nimefurahi sana kuweza kukutana nawe na kufanya mazungumzo haya. Ila kabla ya kuondoka, ningeomba kwanza tuweze kufanya maombi. Maombi ya nini labda? Kwa ajili ya kubariki uchumba wetu. Sawa. Sawa. Mungu Baba, ubariki uchumba huu na kukabidhi mikononi mwako nikiamini utatenda. Niongoze niweze kuolewa na kijana huyu. Tuondolee mikosi na mabalaa na chuki zote za waja. Na kuomba nikimaanisha na naamini utatenda. Amina. Amina. Sawa, naomba niweze kuondoka. Subiri kidogo, nikupatie chochote kitu. Haina haja, ni mapema sana. Kwaheri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Eliza, vipi, mbona upo porini afu peke yako, hauogopi? Nikuja kuonana na mchumba wangu mtarajiwa. Tulikuwa na mazungumzo kidogo. Lengo ni kwa ajili ya kufahamiana. Mchumba mtarajiwa? Ni nani huyo? Na mbona sina taarifa yoyote? Samahani kwa hilo. Nimechelewa sana kukupa taarifa hizi, lakini ningekupa tu. Ni muumini pale kanisani kwetu? Sijui niliwekeje hili, lakini mamake ni muumini katika kanisa letu. Hata yeye pia alikuwaga muumini, ila kwa sasa hivi anakaa Dar es Salaam. Na ni nani huyo? Ni Clam, mtoto wa Bikenzo. Okay. Vipi, umeridhishwa na tabia zake? Kwa namna nilivyomuona, anaonekana ni kijana mstaarabu na ana hofu ya Mungu. Ndio maana hata nilivyopewa taarifa zake sikuona sababu ya kukataa. Okay. Kama umemridhia na tabia zake zimekuridhisha, mimi niwatakie kila jema katika safari yenu. Amina, shukran sana. Asante sana. Safari njema. Sawa, ubarikiwe. Hadi kantin. Kuna kitu msikielewi huko ndani. Nilikuwa nafanya usafi kwenye chumba cha Maina. Nikakuta kuna kila kitu cha Maina. Yaani kuanzia nguo, viatu na simu yake hii hapa. Lakini imezimwa. Sasa inawezekanaje mtu awe amesafiri alafu awe ameacha vitu vyake vyote? Mke wangu, usitake kuniambia kwamba wewe unamjua sana Maina. Yaani kiasi kwamba nguo zake zote unazijua.
wala usitaki kuniambia hicho kitu. Alafu kumbuka, kuna kipindi hapo ulikuwa umeondoka nyumbani, na kama unavyomjua wifi yako Maina, anapenda sana mambo ya fashion. Sasa uende labda huko alipoenda kanunua nguo nyingine, ama kanunua hiyo simu nyingine. Kwa hiyo sioni kama kuna haja kukaa kumzungumzia Maina hali ya kuwa ni mtu mzima mwenye kujielewa. I make sense? Okay, sawa. Ameondoka kiasi kikubwa cha pesa, ameenda kununua nguo nyingine, kanunua simu nyingine, hadi laini aache. Mke wangu, ndo maana nasema hivi, Maina sio mtoto mdogo. Oh.